The Day 2 News. We enlighten the dark side. Unapoweka video, mtu anaweza akaitafsiri video katika mtazamo wote anaoona yeye ni sahihi. Wako waliosema nimechanganyikiwa kama wewe ulivyosema, mimi sina option ya kupiga nyundo mawazo yao. Wako walikuwa wanasema nimekuwa na loga, nao ni mawazo yao, sina namna ya kupiga nyundo mawazo yao. Wako wanasema nilikuwa ninaomba Mungu, sina namna ya kuwakatalia kwa sababu hiyo ni sehemu ya ibada. Na wako waliotafsiri kama nimerukwa na akili. Well and good. Mimi nikiwa mwandishi nguli kinara kabisa, ninayapokea maoni yao yote, ni namna gani watu wanakutazama, wanakuona na kukuelezea. Neno moja kwangu nitakaloweza kuwaambia: ukiona giza tororo, ujue kumekaribia kupambazuka. Na sisi tunaamini katikati ya dhihaka Mungu anakwenda kufanya kazi yake. Mungu hawezi kuruhusu tuendelee kudhalilika na watesi wetu waendelee kutubagaza namna hiyo. Mimi namwamini Mungu sana aliyotolewa. Na kwa kumalizia, nataka Watanzania waelewe yote yaliyosemwa yananisaidia kuniimarisha, kwanza kiitikadi, kiimani yangu na kimuendelezo wa siasa zangu. Wako watu wamesema mbona alikuwa mkuu wa wilaya anaonekana amekaa kule na wananchi. Nataka niwaambie, ziko nyakati na majira. Lazima tujifunze kuhesabu nyakati na majira. Mimi nimetoka kwa wananchi, na wananchi unaweza kusema hata wale wananchi wetu wale wa Jangwani wale, niko nilikotoka kwa wananchi, na nimekuwa kiongozi wa serikali nikiwa na wananchi, na nimekwenda kusoma niko na wananchi. Tumemaliza kusoma sasa, tunaendelea kumtegemea Mungu, ataendelea kutenda kazi yake kwetu kwa kuwatumikia wananchi, na bado niko na wananchi. Kwenda kukaa kule ni kitendo cha mimi kudhihirisha kwamba bado ninaendelea kujinyenyekeza kwa wananchi wetu, na hasa katika kipindi hiki ambacho nchi inahitaji umoja na mshikamano, pasipo kubagua watu, pasipo kufanya chochote. Na ukiangalia katika kampeni zetu za CCM, hili limejidhihirisha, kwa sababu kwenye jukwaa kuu utamuona Mheshimiwa Rais, katibu mkuu wa chama, na labda mratibu wa kampeni wa kanda, kwa mfano Kukotu Mzee Sumaye. Ndio watu wengine wote walikuwa wabunge pale, kina Kitila Mkumbo, kina Nape, wote walikuwa wamekaa huku kwenye upande wa wananchi. Lakini kamera ilinimulika mimi tu, nikaonekana nikiwa katika hali hiyo ambayo watu wanasema. Kwa hiyo itoshe kusema kwamba sisi tunaendelea kufanya kazi, tunaendelea kumwamini Mungu, na ninawakaribisha wote wenye mawazo mazuri, mabaya, acha waseme. Hiki ndio kielelezo cha uhuru wa demokrasia yetu kwenye tasnia ya habari na katika maisha yetu. Ukiniuliza mimi nilikuwa nafanya nini, utakuwa unitendei haki, kwa sababu nimesema ninakubaliana na yote watu walikuwa wanasema. Nilichokuwa nafanya mimi, nilikuwa nafanya kitendo cha kuungana na rais wangu katika kuendelea kumsaidia anapofanya kampeni zake. Sasa katika kumsaidia, wako watu wamesema alikuwa na loga, nimekubali. Wako watu wanasema alikuwa na sali, nimekubali. Wako watu wanasema nimerukwa na akili, nimekubali. Cha kwanza, hakuna kitu ambacho sijawahi kukiona kwenye siasa watu wakinisema ambacho kimewahi kunisumbua kwenye maisha yangu. Kama tunakubali na kufurahi tunapopongezwa, basi tukubali na kufurahi pale tunapodhalilishwa, kwa sababu ukiwa mwanasiasa wewe ni jalala. Kila kitu kibaya kitatupwa kwako, kila kitu kibaya kitasemwa kwako, alafu watakuja watu waungwana watasema yale mazuri machache ambayo umefanya. Kwa kwangu mimi imeendelea kuniimarisha zaidi. Imeendelea kuniimarisha kwanza kwa kujua. Sawa Jerry. Kama nimeweza kuzunguka, watu wa mjini wanasema kama nimeweza kutrend kwa kiasi hicho, basi tunaamini safari yetu ina Mungu. Cha kwanza lazima ukubali, hii sio video ya kwanza kuwepo kwenye mitandao. Utakumbuka miezi kadhaa nyuma iliyopita walitengeneza wakaweka video, kikazunguka sana, wakitafsiri maneno sivyo hivyo niliyoyasema. Kwa hiyo hii sio mara yangu ya kwanza watu kuweka video ya namna hii na ikatrend namna hii. Huu ni muendelezo tu. Ni kwa wale wanaotumia mitandao ya kijamii ambao wana nafasi ya kuchati kwenye magrupu na kusambaza. Lakini Tanzania ina watu milioni 61.
Ukiangalia watu waliochati hawafiki hata 1000 na kunitukana hawafiki 1000. Na narudia kukwambia, kati ya watu milioni 61, ukipendwa na watu 5000, ukachukiwa na watu milioni 30, inatosha. Huwezi kupendwa na wote brother. Na mimi siishi kwa ajili ya kupenda. Nipenda Mungu na mke wangu na watoto wangu, imetosha kabisa kabisa kabisa. Nikianza kutembea na kutafuta kupendwa kwa wengi, brother, hutaishi. Utakuwa unaishi maisha ya kuwafurahisha watu, na sisi hatuishi maisha ya kufurahisha watu. Tunaishi maisha ya kusudi la Mungu duniani, kuishi maisha ya kupendeza na kufurahisha watu, yani kila mtu akupende. Shuba miti brother, haiwezekani atilani kila mtu anipende mimi. I'm happy na hao wanaotukana, kwa sababu wanapotukana brother wanatufundisha pia. Liko somo tunalipata kutoka kwao. Asante sana. Liko somo linatufundisha kwamba kuna watu wa aina hii. Brother, dunia ndio ilivyo. Dunia imejaa watu wema, dunia imejaa watu waovu. Sasa why is struggling na watu waovu? Si unawaacha wao, unapita unaenda zako. Day 2 News. We enlighten the dark side.